wanakuja na jina lingine ambalo wanaelewa, inafaa ulielewe, wanakuletea. Shetani anangoja jina lako la kawaida, vitu vyako vimekuja, unapokea, nayo naenda. Shetani anangoja jina lako, hakuna nafasi, na umeshapokea vitu vyako. Ama nyinyi hamna majina mengine? Nikija kazini, nikitumia jina unatumia hapa, nitakupata? Na watu wa kazi wakija hapa kutumia jina wanakuita kwa kazi, watakupata? Bwana sifiwe. So unafikiria mbinguni majina yako na hapa ndio yako huko? Ushukuru ya kwamba jina lako limeandikwa mbinguni. We have our names in heaven. Na names hizo zinafuatana na vile talanta uko nayo. Talanta uko nayo linakupa jina la mbinguni. Kama ni mwimbaji, kuna jina linatokana na uimbaji. Kama ni mhubiri, kuna jina linatokana na uhubiri kwako, linatokana na mbinguni. Unawekwa katika kitabu cha mahubiri na una jina lako lile linajulikana mbinguni. Wewe talanta yako ni ipi? Wewe ni mcheza ngoma? Yes. Unacheza kinubi? Yes. Kuna jina huwezi kupewa free kama wewe unalala tu hapa kanisani. It's not for people who live in the church. For people who are acting in the church, because wanajuana. Waswahili wanajuana kwa kile. Sasa uko hapa na ujuani mbinguni. Bwana sifiwe. Wewe ni wa mbinguni, sio? Na ujui wale unaenda na mbinguni. Wewe ni wa mbinguni na una jina la mbinguni. Basi ngojeni, hilo ni jina lako mwenyewe. Na uuliza, wakati Saulo alikuwa anaenda Dameski, anataka kwenda kumaliza Wakristo, alipofika pale akaitwa jina, lilibadilisha ama likubadilisha? Akaitwa nani sasa? Badala ya wewe unaitwaje? Kama ulikutana na Yesu, alikupa jina gani? Hujui. So vitu vinakuja kwa jina lako, unawachilia na vinaenda kwa wengine. Sawa. Sinitoke hapo. Kama nimewachosha. Sawa. Mwingine anasema sasa kuhubiri kwetu. Nahubiri. Kama unangojea haleluya, ngoja. Ninahubiri na ninaenda. Bwana sifiwe. Kwa hiyo it's important uelewe your connection na heavens, na heaven, na Mungu, na jina lako. Hata when Satan failed kuambatana na sheria za mbinguni, alishushwa na akapewa jina lingine. Lile jina lake la kimalaika akapoteza. So kama uko kwa ulimwengu huu, ukiingia katika ulimwengu wa kiroho unapewa jina, na ukianguka pia jina litabadilika. So if you are active in the ministry, if you are active in the work of God, if you are active there, you must be given a name. Today enda uombe Mungu akusaidie ujue jina lako. Ndio sasa baraka zako zikija usiseme nimeomba miaka hiyo yote. Mungu kama anakupenda huwezi kuomba siku nyingi na ukose. Bwana sifiwe. Hata Jesus says ukiomba. Let's go back to the other verses. So Munana ametusomea Matthew chapter 12, 21 to 22, sio? Nani amepata? Basi Mathayo 21 mstari wa 22, neno lasema, yeyote mtakayeomba mkisali na mkiamini mtapokea. Yeyote mtakayeomba, sio? Mkisali na mkiamini mtapokea. It doesn't take long, my friends. Ukiamini, ukiomba na uamini, ukiomba na uamini unapokea. Ukiomba na uamini unapokea. Simple as that. Ukiomba na ukiamini unapokea.
na